Bwana Yesu Kristo asifiwe na wa Mungu. Nipende kuwapa salamu kupitia jina la Yesu Kristo. Natamani tutafakari pamoja ujumbe huu mfupi ya kwamba katika Agano la Kale, ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 4 hapa, unaona mazungumzo baina ya Musa na wana wa Israeli. Unajua siku zote iko hivi, Mungu wetu anatupenda sote, na Mungu wetu huwa hahukumu tu kabla ya kututahadharisha au kabla hajatuambia ni nini anapenda na nini hapendi. Pale unapoenda kinyume na maagizo yake, ndipo anapochukua maamuzi ya kukuhukumu. Sasa katika sura hii ya 4 tunaona ya kwamba Musa alikuwa akiwafundisha wana wa Israeli namna ya utii, namna ya kusikiliza kile ambacho Mungu anataka na kile Mungu ambacho hataki. Wana wa Israeli walikuwa wakifundishwa kwamba ukienda njia hii utaikosa mbingu, ukifanya hivi utamkosa Mungu wako, ukifanya hivi Mungu ni mkali, atakupiga au atakujeruhi. Naona sasa, na nyakati za mwisho Musa hayupo tena. Nyakati hizi tulizopo, kizazi hiki tulichopo, Musa hayupo. Wapo watumishi wa Mungu, wainjilisti, wapo walimu, mitume, manabii, wachungaji, wanajaribu kukemea dunia ya kwamba ni nyakati za mwisho na Bwana Yesu Kristo anarudi. Yesu anaporudi haji akakukuta wewe ukiwa gizani, kwamba kana kwamba huelewi. Unaona, kama wale wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa kabisa ya kwamba ukifanya hivi utakuwa umeenda kinyume na Mungu. Na nyakati hizi za mwisho ndivyo hivyo ilivyo. Mungu anatumia wainjilisti, anatumia walimu, anatumia watu wa kila namna kuwafundisha kwamba nyakati za mwisho ndio hizi. Mnapoona chukizo la uharibifu limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Unaona, ukisoma Mathayo 24 pale. Sasa ni nini ambacho hatuelewi? Unaona, maandalizi yameshafanyika, ni kwamba kilichobaki ni kanisa kunyakuliwa. Nyakati hizi za mwisho Mungu anatumia watu mbalimbali kuwafikishia wanawake ujumbe, watoto wake wapate ujumbe ya kwamba anarudi muda wowote. Ndio maana hata mimi saa hii niko hapa na kuambia wewe ya kwamba Yesu anarudi. Yaani usiangalie mitume wengine hao waliopita ya kwamba labda si mtume fulani amwamini atanifikisha mbinguni. Wengine ni marehemu, ndugu yangu, wengine ni marehemu, lakini Yesu sio marehemu. Yeye yu hai milele na milele. Yesu pekee yupo hai. Sasa unaponiambia habari za marehemu ya kwamba atakujengea pepo, si katika jana, katika si wapi, mpokee Yesu Kristo mtu